والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فيا عباد الله. قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. أحبابي في الله، tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia mimi na wewe kuidiriki na kuudiriki siku hii na mwezi huu wa Shaaban, mwezi ambao upo karibu na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema ni mwezi ambao watu wengi tumeghafilika nao katika ibada. Kama alipoulizwa katika hadithi, kama alipoulizwa na Usama bin Zaid kwa nini alikuwa akifunga kwa wingi katika mwezi kama huu wa Shaaban, ndipo akajibu: dhalika shahru yufalu an-nasu anhu. Mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao watu wengi tumeghafilika nao, ambao mwezi huu baina Rajab wa Ramadhan, nyuma yake kuna mwezi wa Rajab ambao alhamdulillah tumeukamilisha, na mbele yake kuna mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tumwombe Mwenyezi Mungu atufikishe tukiwa na hai na afya njema. Lakini mwezi huu ni mwezi ambao watu wengi wanajisahau na kughafilika katika ibada. Kwa nini? Kwa sababu mwezi wa Rajab, shahrullahi muharram, ni mwezi mtukufu. Watu wengi tulijitahidi kutomwasi Mwenyezi Mungu, tulifanya ibada mbalimbali kwa sababu ya kutaraji ujira wake mara mbili. Kwa kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuja, mwezi wa siyam, mwezi wa swala, mwezi wa Qur'an, wengi tunasema nitafunga katika mwezi wa Ramadhani, sina kuja, haraka ya nini? Qiyamul layl, nitasimama usiku kucha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama ndio Qur'ani ndio mwezi ulioshuka, basi kwa wingi nitazidisha. Wengi ndio matarajio yetu ya hapo. Mwezi huu wengi wetu tunasema, wengine tumepanga tuvunje jungu, tule sana kwa sababu mbele yetu tutakuwa hatuli mchana. Yaani tumejiteka tuko kusubiri Ramadhani. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia mwezi huu watu wengi tumeghafilika. Lakini yeye akasema wa huwa shahru tarfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ni mwezi wa Shaaban ambao amali za mja zinanyanyuliwa mbele ya Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote. Kwa maana ulama wanatuambia Rajab ni shahrullah na Shaaban ni shahru Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na mwezi mtukufu wa Ramadhan ndio mwezi wetu. Kama sisi ni wafuasi na wapenzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakutaki katika mwezi wake tukajikita kama alipokuwa akifanya yeye. Bele Mtume akasema auhibbu an yarfa amali wa ana saim, napenda sana amali zangu zikinyanyuliwa katika mwezi wa Shaaban zikutwe mimi nafunga. Tujiulize mimi na wewe, tangia Shaaban mosi inaanza mpaka leo Shaaban 10 imefikia, umefunga walau zote 10? Kama sio kufunga 10, walau Jumatatu Alhamis umefunga,
Ikhwata al-iman wal muslimun, katika hadithi aliyesimulia mama Aisha radhiyallahu anha wa arda, anasema ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam istikmala siyam shahra illa Ramadan, sijapatapo kumuona mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga mwezi mzima na ukamilisha isipokuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kisha akasema wama raaitu fi shahr, na wala sijapatapo kumuona katika mwezi akthara siyama minhu, akifunga nyingi katika mwezi illa fi Sha'ban, isipokuwa katika mwezi wa Sha'ban. Ikhwata al-iman wal muslimun, jambo la kwanza tuanze kufunga, kwa sababu miezi mingi tumezoea kula. Ndiko pale wengine kwa kuacha kufunga sunna, ile siku ya mwanzo ya Ramadhani mtu anasahau, anaanza kula. Mazoezi yake ni katika mwezi huu wa Shaaban. Bali masahaba ridwanullahi alaihim, ukisoma katika historia yao, wao walikuwa miezi 6 kabla ya Ramadhani ndio walikuwa wakijiandaa na Ramadhani. Lakini sisi tunasubiri siku 3 kabla ya Ramadhani ndio tuanze kujiandaa na Ramadhani. Lakini tuanze na sunna kujiandaa. Jambo la pili, tujiandae na tuweke malengo kwamba ikifika Ramadhani walau tuwafutarishi waliofunga. Nini maana ya iftari? Iftari ni lugha ya Kiarabu. Kiingereza iftar ni breakfast, kwa Kiswahili ni kifungua kinywa. Inachokikusudia walau kumpatie aliyefunga tende kwa pamoja au tone moja la maji. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema man fatara fihi saima, mwenye kumfungulisha kwa kumpa kitu cha kufungua kinywa aliyefunga, kana lahu maghfiratu lidhunubihi, usamehewa madhambi yake yote. Akhwata al-iman, kuanzia leo Shaaban 10 ukaweka wewe, kwa kuwa mimi na wewe uwezo wetu wa kimali na kifedha ni mdogo, ukaanza kujichanga leo shilingi 500, shilingi 1000, 5000, 10,000 mpaka Ramadhani, ukanunua boksi yako ya tende au kilo yako ya tende au nusu au robo, ukamfutarisha mtu mmoja tu, ama ukaleta msikitini kwa ajili ya Waislamu wenzako, malipo yake Mtume anasema usamehewa madhambi yake. Hilo la kwanza. Lakini la pili, wa itqu raqabati minan nar, shingo yake inaokolewa na moto. Kama uliandikwa wewe ni mtu wa motoni kwa kule kumpa mtu kwa pamoja tu ya tende, Mwenyezi Mungu anakuepusha na kukufuta katika watu wa motoni. Na jambo la tatu, zawadi unaongezewa. Mtume akasema wa kana lahu mithlu ajri man min ghairi an yanqusa min ajri shay'in min ajrihi shay'an, na thawabu za yule uliyemfutarisha Mwenyezi Mungu anakulipa wewe pasipo na yule mtu kupunguziwa hata thawabu yake. Yani wewe una zako na za yule unazichukua, lakini yule mtu hapunguziwi kitu. Ni utajiri ulio mkubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini yote haya yanahitaji maandalizi mapema. Ama katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man saqa saima, mwenye kunywesha aliyefunga, saqahu Allahu yawma al-qiyama, Mwenyezi Mungu atamnywesha mtu huyo haudha al-janna, vinywaji vya mahodhi ya peponi. Tukianza kujichanga mimi na wewe tukanunua crate walau moja, na umasikini wetu tukaanza kujichanga leo mpaka ikafika Ramadhani ukawa na crate yako ukamgea mtu chupa moja ya maji, vinywaji vingapi vya aina gani Mwenyezi Mungu atakuandalia? Tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie yale yote yaliyo mema tuyafuate, tushindane katika khairi,
atujalie siha na afya njema kutekeleza khair na ibada mbalimbali, atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ادعوا الله وأنتم موقنين بالإجابة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أوصيكم بنفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. Akhwata al-iman wal muslimun, ikiwa haya ni malipo ya mtu aliyemfutarisha kwa kuka moja ya tende, vipi malipo ya mtu aliyemlisha aliyefunga? Bila shaka mimi na wewe haitotushinda walau Ramadhani moja kumfutarisha na kumlisha mtu aliyefunga. Akhwata al-iman, leo ni mwezi 10, mbele yetu tuna mwezi 15 ama usiku wa nisfu min Shaaban, ambapo inatarajiwa kuwa ni usiku huo ni siku ya Jumanne. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi aliyesimulia Abu Musa al-Ash'ari na kuipokea Ibn Majah, na hadithi hii ipo katika daraja la Hasan. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha yaqli'u fi laylati nisfu min Sha'ban, hakika Allah subhanahu wa ta'ala huwatizama kwa jicho la rehma katika usiku wa nisfu min Sha'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi. Jambo la mwanzo anawatizama waja wake kwa jicho la huruma, lakini la pili anawasamehe waja wake wote Waislamu. Akasema illa, isipokuwa watu wawili. Wa mwanzo al-mushrik, mtu anayemshirikisha au atakayemshirikisha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atuepushe na shirki kubwa na ndogo. Ama jambo la pili akasema wamushahini, na mtu mwenye chuki na mwenzake, mwenye ugomvi na mwenzake, asiyesemezana na mwenzake, mtu huyu hampati msamaha. Akhwata al-iman, tujitahidi siku ya Jumanne, siku ya Jumanne ambayo itakuwa ni mwezi 14 kwa kuamkia 15, uwe usiku wako ule bora kuanzia mchana wake mpaka usiku wake. Na alhamdulillah wenyeji wa msikiti huu wanatuwekea dua kwa ajili ya kujiepusha na mambo mbalimbali na kumwomba Mwenyezi Mungu mambo mbalimbali. Dua hiyo itakuwa siku hii ya Jumanne. Tunaomba tuhudhurie kama tunavyohudhuria katika siku hii ya Ijumaa. Tuombe Mwenyezi Mungu atufikishe katika khairi, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن صحابة أجمعين، منهم أبو بكر الصديق التقي، وعمر الفاروق النقي، وعثمان ذي النورين الزكي، وعلي الوفي الرضي، وعن 6 الباقين. اللهم واصلح ولاة المسلمين ووفقهم إلى العدل وجنبهم الجور والظلم والفسوق والعصيان. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر وجلب الحرب والقهر والطعن والطاعون والفتن ما ظهر منها وما بطن،
من بلدنا هذا خاصة، من قريتنا هذه خاصة، من بلدان المسلمين مع القرى عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم سلم الحجاج والعمار إلى بيتك الحرام والزائرين قبر نبيك محمد الرسول عليه الصلاة والسلام، وسائر المسافرين في برك وبحرك وجوك بالمسلمين اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في شعبان بلغنا رمضان. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.